kuzungumza na kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga kuhusu masuala kadhaa ambayo yanaendelea katika taifa letu tukufu la Kenya. Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga kutukaribisha, na karibu sana kwenye mitambo ya Athiani FM. Asante sana. Yes. Nafurahi sana kuungana na nyinyi. Asante. Siku ya leo. Asante. Ndio. Tuanze moja kwa moja sababu ya wakati, Mheshimiwa Raila Odinga. Baada ya mikutano 20 ile mlisema ni public barazas za kuchukua maoni kutoka kwa wananchi kuhusu mwelekeo wa taifa lao linaloenda, mmemalizia jana pale Kiambu county, na tunajua kwamba mmeshatangaza maandamano makubwa siku ya Jumatatu tarehe 20. Labda kwa kuanza kwenye hii mikutano 20, ni yepi wa Kenya waliwaambia? Ya kwanza mimi nataka kuchukua fursa kwa kusalimu wasikilizaji wa Athiani FM na kusema mwasio mwasio ingi. Ndio sisi kama wanaazimio tumefanya mabaraza na wa Kenya, lakini kiini cha hizi baraza ni nini? Kulikuwa na changamoto katika taifa letu na tukafikiria na tukaangukia maneno swala tatu muhimu. Moja wa kwanza ni mambo ya gharama ya maisha katika taifa letu wakati huu. Pili ni ukweli ya uchaguzi uliopita. Tatu ni kuundwa kwa tume ya uchaguzi. Haya ndio tukateua kama swala nyeti ambayo zinataka suluhu. Kwanza sisi tulipeana ilani kwa serikali ya Bwana Ruto ichukua hatua ya kusuluhisha yale maneno matatu. Wakuje na mpango ya kusuluhisha yale swala tatu. Kwa upande ya gharama ya maisha, unajua gharama ya maisha imezidi kupanda. Haswa gharama ya bidhaa muhimu ambayo wananchi wanatumia kwa kawaida siku kwa siku. Tunajua sababu gani. Moja ni hali ya anga katika taifa letu. Pili ni mazingira katika ulimwengu yote. Kwanza tulikuwa na hii janga la COVID ambaye iliathiri uchumi ulimwengu mzima. Alafu tatu ni mambo vita ambayo inaendelea kule baina ya Urusi na Ukraine. Kwa hivyo wakati wa serikali ya Bwana Uhuru alichukua hatua ya kutawaza pesa ya kuingiza kwa uchumi ili bei ya bidhaa muhimu ambayo wananchi wanatumia kila siku isipande sana. Inaitwa kwa kimombo subsidies. Na hiyo ilisaidia wananchi. Lakini baada ya serikali ya Bwana Ruto kuingia kwa utawala, wakafuatilia mbali hizo subsidies. Bei ya bidhaa kama unga imepanda, bei ya mafuta ya kupika imepanda, bei ya mafuta ya taa imepanda, diesel, petroli, stima, sukari, hata bei ya karo ya shule zote zikapanda. Kwa sababu sisi tukasema tunataka zile subsidies yarudishwe, ni gharama irudi chini. Pili tukasema kulingana na ile tukio ya yule jamaa mpiga firimbi. Kabla tuingie kwa hilo la uchaguzi, Mheshimiwa Raila Odinga, hapa kwa gharama ya maisha, walio kwenye serikali wanatetezi zao wanasema kwanza wewe kama Mheshimiwa Raila Odinga una ile wazungu wanaita moral authority.
ya kukosoa serikali kuhusu gharama ya maisha. Wanasema baada ya kusalimiana mkono na rais mstaafu mwaka 2018 ndio gharama ya maisha ilianza kupanda, na wewe kama kiongozi wakati huo kutoa sauti yako. Pili, wanasema hizo subsidies ama ruzuku yenye serikali iliyopita ilikuwa inatoa haikufaidi mwananchi wa kawaida, ilienda kwa wachache walio na vyeo katika serikali. Kwanza ukweli mpaka isemwe, ile agano tulikuwa nayo na Bwana Uhuru baada ya mazungumzo marefu, tuliweka kwenye maandishi na tukachapisha na tukatoa wazi. Kunaitwa Memorandum of Understanding baina ya Bwana Uhuru na mimi. Haikuwa ni siri. Ukienda ukasoma hiyo Memorandum of Understanding, hakuna fungu lolote huko nasema kwamba NASA au ODM na Jubilee watakuwa na serikali ya mseto. Sisi hatukuwa kwa serikali. Hakuna hata naibu waziri tumeteua kutoka chama chetu. Hakuna hata CS ambaye ilitoka kwa chama chetu, hata PS ambaye ilitoka pande yetu. Hii yote ni porojo. Sisi hatujakuwa kwa serikali ya Jubilee. Aliyekuwa katika serikali ya Jubilee alikuwa rais ni Uhuru Kenyatta, naibu wake ni William Ruto. Yeye ndiye alikuwa anaishi kwa nyumba ya serikali, alikuwa na ulinzi wa watu 250 ya serikali, magari ya serikali, alikuwa anafanya kila kitu ndani ya serikali. Kwa hivyo sisi hatuwezi kulaumiwa kwa yale ambayo yalifanyika kwa serikali hiyo. Ilikuwa ni serikali yao ya Jubilee. ODM haikuwa na huko. Ile MOU ukisoma, yale tulikubaliana ni ya kwamba tutaunda jopo kazi ya kuzuru nchi, kupata maoni ya watu juu ya mabadilisho tunatakikana, ili tukirudi kwa uchaguzi tena tusiwe na changamoto tulikuwa nayo hapo mbeleni. Na Bwana Uhuru akateua watu 6 na mimi nikateua watu 6 ambayo walikuwa kwa hiyo jopo kazi. Wakazuru nchi, wakapata maoni, wakaandika ripoti, wakatupatia hiyo ripoti, tukachapisha. Kisha baadaye hiyo ripoti ikapelekwa kwa county assemblies. Ikapitishwa na county assemblies 44. 3 ndio walikataa. Ikaja kwa bunge, ikapitishwa kwa National Assembly na Senate. Sasa ilikuwa iende kwa kura ya maoni wananchi. Hapa ndio wale wakakimbia mahakamani na kusimamisha. Kama tungeendelea na hiyo BBI, mambo yangekuwa tofauti. Lakini walikataa isifike kwa wananchi. Ndio sasa tukawa na utata ambao tuko nayo sasa. Pili, hii mambo ya gharama maisha ilipanda wakiwa jamaa wako ndani ya serikali pamoja. Na ile information tuko nayo ni ya kwamba Bwana Ruto alikuwa kwa baraza la mawaziri wakati walikuwa naongea juu ya mambo ya kuletwa kwa hiyo ni ruzuku. Na yeye hakupinga hata siku moja. Kwa hivyo yeye ni mmoja wao, sio mimi. Siwezi kuongea kwa juu ya Bwana Gachagua. Lakini huyu jamaa walikuwa pamoja, walifanya haya mambo yote pamoja. Sasa anaanza kukataa kusema ati ni Raila na Uhuru. Hiyo ni porojo tupu. Mheshimiwa Raila Odinga, ungekuwa rais wa Kenya hii leo, ni nini ungefanya kushughulikia hii swala la gharama ya maisha? Mimi ningechukua hatua kwanza, mimi ningeleta subsidies. Kurudisha subsidies, ningeangalia ile bajeti, tuone ni pale gani tunaweza kukata hapa na pale. Pili, ningeleta nafaka kwa gharama ya chini.
kupitia kwa wale ambaye wana mitambo ya kusaga mahindi kwa mfano, na nilete na wasilipishe ushuru ili gharama ya chakula ije chini, okay? Ambayo itakuwa tofauti. Na hiyo tungefanya mara moja, na mimi na hakika ya kwamba gharama ya chakula ingekuwa imerudi chini. Lakini yale yanafanyika, hao watu badala ya kupatia wale wenye mitambo, yani millers, leseni ya kuleta mahindi, mpatia watu binafsi, wafanya biashara, ambao wanakuwa kama brokers, middlemen. Hiyo mahindi inakuja, wanaleta ingiza duty free, lakini wanauzia wale millers kama wamekuwa wamelipa duty. Kwa hivyo hiyo manufaa haiendi kwa wananchi. Millers wanakuambia wewe hawezi kurudisha gharama chini, manake mahindi wamenunua kwa bei ya juu. Hiyo hapo ndio kuna shida. Tuzungumzie hili swala la uchaguzi mkuu uliopita, swala la IEBC haswa. Matokeo ya uchaguzi yalitangazwa, mkaenda kotini, koti ikatoa maamuzi yake, na kidogo kidogo mkanyamaza, ni kama mmekubali. Hata kama hamkukubaliana na uamuzi wa koti, mkasema mmeheshimu. Kidogo kidogo ukasema umtambui Rais William Ruto. Kwa nini? Sisi tulikubali, tunasema hatukubaliana mahakama, lakini tunaheshimu. Manake yale mahakama walifanya yalikuwa sio haki. Ile uamuzi ilikuwa ni uamuzi bandia. Manake tume ya uchaguzi kulikuwa na wanachama 7. Miongoni hao wanachama 7, 3 walisema ndio. Yani 2 ni pamoja na Bwana Chebukati. 4 walisema la. Kwa hivyo kulikuwa na mgawanyiko ndani ya tume ya uchaguzi. Na tume hiyo uchaguzi walikuwa ni 7. Wangekuwa 6 au 8 au 10. Mpaka hiyo namba ambayo huwezi kugawanya na 2. Kwa sababu gani? Uamuzi inafanywa na walio wengi. Sasa kati ya 7 na kati ya 4 na 3, sijui gani iko juu. Uamuzi wa mahakama walikubaliana ati 3 ndio walishinda. Ati 4 walikuwa nasema uongo. Ndio sababu tukasema ilikuwa tuliona vioja. Mahakama hiyo uamuzi walifanya. Tena isitoshe, kawaida mahakama kuu kila jaji anatoa uamuzi wake. Anaandika na anasoma yeye mwenyewe. Hata ile wakati ile ya BBI kila jaji alisoma yake. Hata ile ya 2017 kila jaji alisoma yake. Lakini kwa mara ya kwanza judgment imeandikwa na mtu mmoja. Na lugha ambayo imetumika hapo sio lugha ya mahakama, ya matusi mingi na majivuno na madaha, ambaye sisi wenyewe tunasikia vibaya. Lakini tukasema tunaheshimu kwa sababu ni mahakama juu. Baada ya haya lakini mambo mengine yakatokea. Kwanza sisi wenyewe tuliajiri wataalamu kutoka ng'ambo. Tunataka kujua ukweli uko wapi. Unakumbuka katika mahakama kuu mawakili wetu walidai fursa ya kuingia ndani ya sava ili waangalie matokeo. Lakini ile kampuni ambayo ilileta hiyo mitambo Smartmatic ilikataa. Ikasema hiyo ni siri yao. Sasa mimi nasema kuna tofauti utata juu ya matokeo ya uchaguzi. Suluhu ni ya kwamba wale ambayo wanasasishwi wapewe fursa ya kuangalia sawa. Lakini jamaa walikataa. Mahakama wakakubaliana nao. Sasa tulikuwa nataka kujua ukweli.
tukaajiri wataalamu waangalie, waje watusaidie. Wakaja na mitambo yao. Inaitwa kimombo ethical hacking. Ethical hacking ni kama kuna utata, unaweza kuleta watu ambao wanaingia ndani na kukagua. Wakatupatia sisi matokeo. Kisha kukatokea mtu mwingine ambaye anafanya kazi ndani ya tume ya uchaguzi. Ambaye vile vile aliangalia matokeo na yeye akaamua kutoboa. Na akatoa maneno akasema ati yeye ni mfanyikazi wa tume ya uchaguzi, lakini hawezi kulala na hii siri. Anataka ijulikane. Yale matokeo yamerusha kwenye runinga. Na sisi tukifananisha na yale ambayo wataalamu wetu walipata, inalingana. Huyu mpiga firimbi ama whistleblower ni mtu wa kuaminika? Kama ni wa kuaminika, mbona hakuwapea ushahidi wake wakati kesi yenu ilikuwa inaendelea kwenye mahakama kuu? Mimi nasema hata hajatoa jina yake. Sema kwa sababu ya usalama yake hawezi kusema yeye ni nani. Lakini wakati ile labda yeye hakukuwa na hizo information. Wakati ile before nilikuwa nakuja natangazwa. Lakini nafikiri baadaye yeye mwenyewe akaangalia, sisi hatujui. Hatujui vile yeye umekuwa. Lakini hiyo imetokea na sisi tayari tulikuwa tuko na hiyo, lakini tuliogopa sisi wenyewe kutoa. Kuna watu watasema ati hiyo ni project tu ya Azimio. Lakini bahati nzuri jamaa akatoa. Sasa kweli inajulikana. Sasa tunamwambia bwana Ruto, kama hii si kweli, ile ya Chebukati ni kweli, watafungua server ili kaguliwe ionekane kweli iko wapi. Manake hiyo tofauti ni kubwa sana. Kama inasema yeye alipata milioni 5.9, na sisi tupata 8.1. Hiyo kuna milioni 2.2 laki. Sasa Rais asha kujibu, amesema si kazi yake kufungua server. Labda mweke kwa katiba mseme rais hawa anafungua server. Tunasema tulete mtaalamu kutoka nje. Hatutaki hata bwana Chebukati afungue. Wataalamu kutoka nje waje wafanye kitu inaitwa audit of the election results. Ili kweli julikane kama yeye ndiye anastahili kuwa rais wa nchi hii au yeye aliwekwa rais bandia. Maana yake kama sio hivyo, yeye sasa ni kama wale wanajeshi ambao wamechukua utawala kwa njia ya bunduki. Hii sasa ni utawala kwa njia ya kuiba kura. Na hiyo sio halali. Na haiwezi kuwa halali hata akae miaka 3, miaka 2, miaka 3, miaka 4, bado sio halali. Unaweza kujiuliza sababu gani Kenya waende kwa kura, wapige kura, baadaye mtu ambaye ameshindwa ndiye atangazwe kama rais. Kuna swala pia la kuunda kamati mpya ya uchaguzi ama IEBC. Rais ameshaunda jopo, washakula kiapo, wameanza kutangaza zile nafasi za IEBC kuwa wazi. Nyinyi kama Azimio bado mnapinga hilo. Mbona mnalipinga? Tunapinga kwa sababu wamebadilisha sheria ya kuteua wanachama wa IEBC. Pili, wale wa makomishona 4 ambaye walikuwa wamepinga tangazo ya bwana Chebukati, bado walikuwa wako na kandarasi ya miaka 5 ambayo ilikuwa hajakwisha. Wametolewa na wana Ruto kusema walisema uongo, walikuwa wanataka rig uchaguzi. Wengine walilazimishwa kujiuzulu na Bibi Sita ambaye alibaki amepelekwa mbele ya jopo la agro mchelele bandia. Na akipatikana hatia amewachishwa kazi.
Sasa hao watu wanaadhibiwa tu kwa sababu walisema ukweli. Tunaona hiyo si haki. Sababu tumesema sharti warudishwe kwa kazi ili waendelee na kazi, na sasa tuweka tu watatu waunga mkono. Tulete watatu waunga mkono ili wawe watu 7. Sasa hao watatu washajiuzulu, kuna sheria ya kuwaregesha tena ofisini? Walijiuzulu, sio wanasema tu mimi nimetoa ile barua niliandika. Hiyo nafasi ipo kisheria? Iko. Iko. Tetezi pia ziko ama komishina wanne wanaoongozwa na Cherera. Nyinyi na rais mstaafu ndio mlichangia kuwaweka, sababu wakati huo upande huu wa rais sasa akiwa naibu wa rais walikuwa wanapinga, wanasema mmetengeneza a friendly commission yenye itawasaidia kuiba kura za mwaka uliopita. Hawakupinga. Walikuwa pale walipiga kura. Angalia ende kwa Hansard. Hawakupinga. Wale walipelekwa pale, ilipitishwa na bunge. Kulingana na ile sheria ambayo ilikuwa imewekwa baada ya jopo kazi tuliweka, iliongozwa na bwana Kiraitu na bwana Orengo kupitisha. Si hiyo sheria walijuzi walirudi wakaibadilisha. Manake walikuwa wanataka kuleta ni wanachama ambao wanachukua nafasi yao watu ambao ni watu wa bwana Ruto yote. Sasa wameunda jopo kazi kulingana na taratibu ambao wao wenyewe wameweka, wamebadilisha. Wabunge wetu walipoona kama yale yanafanyika, waliondoka kwa ukumbi. Hawakushiriki katika hiyo mjadala tena. Na Mheshimiwa Raila, maandamano ambayo umetangaza siku ya Jumatatu yatasaidiaje kutatua haya masuala matatu? Haya, tunatumia fungu ya kwanza ya katiba yetu ambayo inapatia wananchi mamlaka. Ikiwa kama shirika zingine au nini ya serikali, vyombo vya serikali vimenyakuliwa, havina sauti, wananchi wako na uwezo. Manake katiba, fungu la kwanza ya katiba imeweka mamlaka kwa mikononi ya wananchi wa Kenya. Kwa kimombo inasema the sovereignty in the Republic of Kenya rests with the people of Kenya. They can exercise that sovereignty directly or through their elected representatives. Sasa yani ni wao wa Kenya ni wako na nguvu kama wa Kenya. Wanaweza kutumia hiyo nguvu moja kwa moja au kupitia kwa viongozi ambao wamechagua. Sasa wale watumishi ambao wamechaguliwa, wengi wao wamenunuliwa. Sasa sauti mwananchi hasikiki. Sababu tumerudi kwa fungu la kwanza kuita wa Kenya wachukue hii mamlaka kuleta mabadiliko. Na hiyo ni halali kabisa. Hiyo maandamano tumeitisha halali, tena kulingana na fungu 37. Inasema Wakenya wana haki ya kuungana wawe kwa vyama. Pili, haki ya kugoma, haki ya kupeleka kumbukumbu, na haki ya kufanya maandamano. Japokuwa iwe ni ya amali. Hiyo ndio tumetumia, haki ya kufanya maandamano. Kuna woga haya maandamano yanaweza yakafuruga amani humu nchini, kuleta uharibifu wa mali ya Wakenya. Rais mwenyewe amezungumza akasema ni jukumu lako wewe kama Mheshimiwa Raila Odinga kuhakikisha haya maandamano umeitisha yatakuwa ya amani. Labda kwa faida ya msikilizaji anayetusikiza, Jumatatu ni mambo gani yatakuwa yanaendelea? Sisi tumesema tunataka maandamano ya amani. Tena tumeambia wanachama wetu wote wanakuja ati waje kwa njia ya amani. Tumesema kila mmoja abebe kitambaa nyeupe
Wale ambao hawezi kufika wapewe nguo nyeupe au kitambaa nyeupe wafunge hapo kwenye mkono yao au wavae ili iwe ni ishara ya kwamba wanaunga mkono. Sasa tumesema hatutaki kuona uharibifu wa mali yoyote. Hao jamaa wamekuwa kieneza porojo ati utaleta majangili wabamia biashara ya Wakikuyu ili Wakikuyu wapate athari na kadhalika. Tumesema hakuna kitu kama hiyo. Wakikuyu ni watu wetu na wafanya biashara ni sisi tunataka kuwasaidia. Kwa hivyo tumesema ambia watu wetu wote, wananchi wote, msiingie kwa duka ya mtu yote au kwa stall ya mtu yote kaande uharibifu ya mali yake. Tuheshimu haki ya kila mtu. Tena tumesema tunataka polisi, tumeandika kwa polisi. Mwenyekiti wetu Bwana Paranya tayari ameshaandika barua kwa Inspector General ya polisi kumwarifu ya kwamba tutakuwa na hii maandamano. Nataka polisi walinde sheria ili kusiwe na uharibifu wa mali. Hiyo ndio tumewaomba. Maandamano mtaelekea mpaka Ikulu? Sisi tunasema tutapeleka maandamano Ikulu. Sisi tuko na petition ambayo tunataka kupitisha. Na tutaleta kupitisha kwa Harambee House. Kama rais atakuwa huko. Na hivyo kama yeye ako Ikulu, tutatuma watu kumpelekea yeye. Na wao watakuwa si watu wengi, ni watatu, kama ni mingi ni 5. Okay. Wataenda na hiyo petition kumpeleka. Sasa baada ya Jumatatu, kama rais hatasikia tetezi zenu, ni kipi sasa mtafanya ama ni kipi kitaendelea kutoka Jumatatu? Jumatatu hii kitu ambayo itaisha. Tunaweza kwenda Jumanne, tunaweza kwenda wiki inafuata. Tutaanza hata mambo ya magomo ya bidhaa fulani ambayo inatoka kwa kampuni fulani ili mpaka tupate yale tunataka. Hivyo itaweza kuchukua siku moja, 2, wiki 2, wiki 3 mpaka tupate yale tunataka. Hii vita haitaenda, haitaisha. Ujumbe wako wa mwisho Mheshimiwa Raila Odinga kwa Wakenya wakati huu? Mimi ningekwanza toa shukrani sana kwa Wakenya kwa ile heshima wametoa na vile wamekuja kwa mikutano zetu kwa wengi. Kila mahali tumekuwa na yote zilikuwa ni amani. Tunashukuru sana. Sasa mimi nataka kuwahimiza Wakenya atakuna chochote ambayo inakuja kwa urahisi. Wakenya mpaka wajitolee kwa kauli moja. Wanataka mabadiliko. Hii mabadiliko itakuja wakiwa pamoja. Kwa mimi ningependa kuwahisi Wakenya wote tarehe hiyo, tarehe 20, yaani Jumatatu ijao, jitokeze kwa wengi zaidi. Mminike kule ndani ya Nairobi. Tutaonyesha mahali watakuwa. Wawe na sisi kwa moyo na roho, kwa hali na mali, ili tuweze kuleta mabadiliko katika taifa letu. Asante sana Mheshimiwa Raila Odinga kuzungumza na Athiani FM. Shukrani. Asante. Asante msikilizaji wetu, tumekuwa naye kiongozi wa Azimio Raila Odinga moja kwa moja kutoka hapa Karen na Nairobi. Naitwa Bonventure Mutinda. Shukrani.